maombi ya usiku majira ya saa 6, saa 7, saa 8 hivi nikiwa nimemaliza. Kisha nikawa ninaelekea kwenda kupumzika. Nikakuta kwa njia panda wanawanga wanaloga, alafu hataki hata kuongea. Nikasimama kwanza nikasema okay, Yesu mnawanga na mimi leo niko zamu ya kuwanga. Wote tuko kazini. Kumbe yeye mnawanga hata salamu hamtaki. Sawa na mimi leo niko zamu. Sasa nikaanza kufuata mmoja baada ya mwingine, nikashangaa na nikwepa ni nikasema hii, nyie mnanikwepa mnaenda wapi? Jamaa mmoja akaniangalia kwa hasira. Nikamwambia usinikodolee macho, na nikakwambia uloge watu hapa tusipite salama, mnatega makafara. Kwenda. Sasa akaangalia kaka jamaa mbona nikavupi alafu kana gomba kametoka wapi? Haleluya. Hey, sikiliza nikwambie. Ukiwa mwana maombi na ukahitaji kukamata adui yako inawezekana. Nikiwa kanisa la DMPC hapa Basha, siku moja usiku nikatangaza, nikawaambia wateule wa Mungu, wangapi wanataka kukamata adui zao? Mdada mmoja akaruka juu akasema mimi hapa mtumishi nataka nikamate. Nikaambia sasa na iwe kwako kama Bwana anavyohitaji. Yeye akasema naam, leo mimi nataka nikamate adui yangu. Nikamwambia omba unanasa. Sasa huwezi amini. Ilikuwa ni Jumapili usiku. Jumatatu kaenda kwenye shamba lake la vitunguu, akamkuta mzee wa watu kaficha sehemu za siri tu peke yake. Kaloga shamba mpaka asubuhi, kasahau kama ni asubuhi. Wewe asiwaambie mtu. Sasa akanipigia simu akatoa mimi nilikuwa nimeenda kuchota maji. Mahali nimemsaidia mchungaji kwenda kuchota maji. Dada akapiga simu, nikawa niko huko. Ikabidi mbane adui yake sawa sawa. Mzee akamwambia sikiliza mtoto wangu, nikwambie mimi mama aliyekukodeshea shamba ndo alinituma nije niweke madawa huko. Mimi umenikamata, naomba usinipeleke kokote. Nakubali sintarudia kuanzia leo, naacha uchawi. Wanazungumzaje? Wazungumze waone. Hawana lolote. Ni tunakamata tu, niwe mmoja hujaamua. Wakija hapa ni kwa nasa tu. Sasa tuachane na huko, sikiliza. Zakayo, wokovu ulipoingia nyumbani kwake, alijua kucheza na alama za nyakati. Zakayo kabla Yesu hajazungumza, akamwambia sikiliza, iko namna hii. Kuna watu ambao kipindi nikiwa ninafanya kazi ya kuwatoza ushuru, wako ambao niliwadhulumu mali zao. Wakati ninatafuta maisha ya kuwa tajiri, wako ambao niliwaonea. Wale wadeni zangu ambao wananidai, mimi nitarudishia mara 4. Zakayo alijua kucheza na alama za nyakati. Akaamua kuwalipa wale watu mara 4. Akaamua kuomba msamaha. Alitanguliza toba ya kweli ya yeye na marafiki zake, ya yeye na majirani zake. Akaona ya kwamba nisipotanguliza toba ya mimi na ndugu zangu, huu muujiza wa wokovu wote nishukia. Wakati alipomaliza, ndipo Yesu alipomwambia kwamba umeokolewa. Haleluya. Ndivyo na wewe hivi leo. Dhambi inakufanya uwe mbali na uso wa Mungu. Maisha unayoyaishi yamekupelekea Yesu asiingie ndani mwako. Unapitia wakati mgumu kwenye maisha yako kwa sababu hujakubali kumkaribisha Yesu. Tumbo la uzazi limefungwa. Unafanya kazi haoni mafanikio. Hela zinakuja mkononi mwako hujui zinaenda wapi. Kumbe ni kwa sababu unaishi maisha ambayo ndani mwake hakuna Mungu. Hakuna Yesu, hujaamua kumkaribisha Yesu. Ila ukimkaribisha Yesu ndani mwako leo, naomba nikwambie kwamba